Nimepita maeneo kadhaa ya nchi yetu. Kina mama wenzangu, mengi ninayoyasikia yanajirudia kila mahali. La kwanza ambalo nimelisikia na ambalo naamini ni tatizo hapa pia ni swala la maji safi na salama. Kila tunapopita kilio ni kile kile. Sasa sisi kina mama ni waathirika wa kwanza wa tatizo kubwa la maji safi na salama, kwa sababu sisi ndio wahudumiaji wa kwanza wa mahitaji ya familia. Tatizo lingine ambalo nimelisikia na naamini hata hapa lipo ni kuhusiana na huduma za afya na hasa kwa mama wajawazito. Karibu mtazamaji mpendwa, njoo tuelimishane na niwaeleze yale ambayo yanajiri kwenye ulingo wa siasa taifa jirani la Tanzania. Leo nawaletea habari ujue ni nini hasa mke wa Tundu Lissu alichokiongea ndani ya bunge la Ulaya. Angalia hizi video jinsi mke wa Tundu Lissu amwaga machozi mbele ya bunge la Ulaya, kisa na maana kwa sababu ya kufungwa kwa mumewe. Anasema ya kwamba sio kufungwa kwa halali, ni vigezo ambavyo havikufuatwa, ndiposa mume wa Tundu mumewe akaweza kufungwa. Takriban miezi 18 zimekatika na bado yupo ndani hadi wa sasa. So jumuiya ya Ulaya inasema ya kwamba aweze kuachiliwa. Angalia video jinsi alikuwa analia kwa uchungu akisema ya kwamba mumewe kadhulumiwa visivyo na haki. Angalia video kisha nitakuja kwa uchambuzi rasmi, lakini ombi langu ni kwamba uweza tu kusupport kazi ambayo naifanya kwa kuweza kusubscribe, kulike na pia kucomment kwenye video wako Mike Ans reaction. Wakati nitakaporudi tutakuwa na uchambuzi rasmi kwenye huu ulingo wa siasa nchi jirani ya Tanzania. Ladies and gentlemen of the EU Parliament Subcommittee on Human Rights, thank you for the opportunity to address you today. I'm here to express my views about my family experiences. However, I have chosen to focus instead on one family member, my husband, Tundu Lissu. Tundu Lissu is the chairman of Chadema, Tanzania's largest opposition political party. Tundu is held in remand at the Ukonga prison in the outskirts of Dar es Salaam since 9th April of last year, falsely charged with treason for merely calling for reforms to ensure free and fair elections in Tanzania. If found guilty, he would be sentenced to death. In the few minutes that I have with you today, I want to underscore the many years of abuses Tundu has endured in his fight for the rule of law, democracy, human rights, and a government that is accountable to its citizens. I hope you will agree with me that those who fight for the rule of law, human rights, and democracy in Tanzania, as in other countries, need concrete assistance and support from the international community, because these are people who work peacefully to promote and protect universally recognized human rights. Tundu, for 3 decades, worked
for people-centered peaceful reforms in Tanzania with his master's degree in law. He became a senior advocate, a former president of the Tanzanian Bar, a former member of parliament for Singida East for nearly 10 years, a former vice chairman of Chadema, and presently the chairman of Chadema. His commitment to public service is no doubt unquestionable. Tundu's entire adult life has been dedicated to improving broken systems and championing progressive change. He has tirelessly fought for legal rights and public policies for the underrepresented and the general public at large. In 2017, his vocal opposition in Parliament to regime abuses of power resulted in every family's worst nightmare, assassination attempt. On 7 September 2017, as Tundu pulled into his driveway of his parliamentary residence in Dodoma, 2 gunmen followed him, fired 36 shots into his vehicle, and 16 of which hit his body. He was stabilized in Dodoma, airlifted to Nairobi, and then later relocated here in Belgium, where he received treatment for 3 years. To date, I do recall how one day while in Nairobi, I was told to park and leave a premise which was less than 500 meters from the hospital because some social alarm had been raised to the effect that a person believed to have been an abductor had checked into the premise that I was staying. I knew fear then, as I have never known fear. To support, with the support of individuals and other organizations, we were able to leave and safely come here. In 2020, Tundu, being hopeful, he returned to Tanzania and ran for the presidential elections as Chadema party's candidate. But then soon after the election, again we had to leave and come here because of security concerns. In 2023, Tundu decided to return to Tanzania and continue the fight for democracy, human rights, and accountability of those in powers, because he believed that Samia Suluhu government was serious when it said things were going to be different under her regime. However, this was not the case. He was arrested several times, and in January of last year, he was elected the chairperson of the of Chadema, and a few weeks later, on April 9th, he was arrested, transported overnight, a distance of about 1,000 kilometers from the southern part of Tanzania, and the next day he was taken to court and charged for treason and other cybercrime offenses. The case took a very long time to start, but the trial eventually started in September. The trial has been going on at a rather snail pace. There's been several adjournments, some of them without due reasons, and as we speak, he has not been in court for any substantive hearing since February.
and we are told that the case will continue again on the 3rd of July, and that on the 6th of July, the Court of Appeal will make a ruling in association to orders that were made in the High Court, against which the Director of Public Prosecution has appealed. So that's where we are. That's where we are. I would like you to know one thing, that the arrest and persecution of the Honorable Tundu Lissu, the leader of the Tanzania's main opposition leader, Chadema, is not just an attack on one person, but it is an assault on the principles of freedom, justice, and the rule of law. At this moment, I would like to invite the wife of the Honorable Tundu Lissu, Mrs. Alicia Magabe, to join us. Tundu Lissu would have been here had he not been arrested and charged for treason, which in Tanzania carries the maximum penalty of death. Thank you very much for allowing me to be here and speak to you all regarding the situation in Tanzania. Thank you very much. Long live Chadema, long live Tanzania, long live the Democracy Union of Africa, long live the International Democracy Union. God bless us all. Today is the International Human Rights Day. Today is the day that people celebrate freedom. Tanzanians are not free. Tanzanians are being killed. Tanzanians are being tortured. Tanzanians are being arrested. Tanzanians are being disappeared simply for voicing their opinions. We join everybody, Tanzanians, East Africans, and the international community. We join all peace lovers. We join all those share values of democracy, good governance, and human rights to protest against what has happened in our country since the October 29 election day. We call for a constitutional reform that will allow us to live free, to pursue our destinies, and to reach our dreams, to fulfill our potentials. We call for international community to support us as we protest against the oppression that is inflicted upon our people simply for voicing opinion and saying no to oppressive regime. We call upon the international community to join us in saying no to Mama Samia's government. We cannot have a government that fails to protect the lives of its people, that kills the youth, that arrests anybody who says anything, that arrests people that even dance. That cannot be Tanzania, and that is not Tanzania. Those are not the values we stand for. We call for the EU organs to support us on this mission. We have an obligation to ensure that Tanzanians enjoy freedom. Tanzanians can live to their full potentials, and Tanzania can be a place that has true peace
and not suppression. Tanzanians should not suffer alone, because Tanzania has always supported others in difficult times. Now it's our turn. Now it's our turn. We call upon the international community, the EU Parliament, and all peace lovers. Kwa nini unaona kama waini kwenye biashara gani? Anakuja mkurugenzi, wanachama watampisha aingie, mkurugenzi watampisha aingie. Kwa nini kawaida? Mama nyuma geuka hii sheria bila sheria. Hebu watampisha aingie. Mama kule. Mama atapokelewa. Kwa nini hamtaki kufuata amri ya halali jamani? Hamtaki mkusanyiko, kwani sisi tunafanya tupiga tayari kwani kila siku sisi tunakuja kuleta mkusanyiko hivi? Hebu jiulize kwanza, kila siku tunaleta mkusanyiko, unapokutana na vyombo vya usalama, wewe unakuwa ni nani? Wewe ndio utakiwa uwe kiongozi. Tunakinzana nini? Tunachokingana nacho nini? Umeshapewa maelekezo ya kuondoka. Mimi eneo ambalo nimekuja kwa sababu na uhakika na haki ni sheria, ni sheria. Leo tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, Mahakama ya Rufaa ya Tanzania ambayo ikikaa katika kikao chake hapa jijini Dar es Salaam, yupo na majaji watatu: Jaji Mwarija, jaji wa Mahakama ya Rufaa, Jaji Zainabu Mruke, jaji wa Mahakama ya Rufaa, na Hamisi Amur, jaji wa Mahakama ya Rufaa. Ilikuwa nasikiliza kesi ya mapitio ambayo imeletwa na mkurugenzi wa taifa wa mashtaka ya DPP dhidi ya Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambayo ikitokana na ile kesi ya uhaini ambayo iko bado katika mahakama kuu masijala ndogo ya hapa Dar es Salaam. Sasa maombi haya yanatokana na ule uamuzi wa mahakama kuu wa tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo mahakama kuu ilikuwa imekataa kupokea ile notisi ya ushahidi wa ziada kutoka shahidi ambaye tayari alikuwa ameshaorodheshwa katika orodha ya mashahidi katika mahakama ya ukabidhi au mahakama ya komito, ile mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa pale Kisutu. Sasa upande wa jamhuri au kuridhishwa na uamuzi wa mahakama kuu ambao ulikuwa umekataa kwamba ule ushahidi ambao unatakiwa kutolewa ulikuwa unatakiwa kutolewa na mtu ambaye tayari ni ameshaorodheshwa, na kile kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa kesi za jinai kinakataza kwamba shahidi tayari ambaye ameshaorodheshwa katika orodha ya mashahidi na mahakama ya ukabidhi hawezi tena kuletwa kutoa ushahidi katika ushahidi mwingine au ushahidi wa ziada katika mahakama kuu. Upande wa jamhuri wenyewe umepeleka maombi yake ya mapitio katika mahakama ya rufaa. Tarehe hiyo 24, mnakumbuka siku ile tulikuwa tuendelee na kesi, walikuwa maomba ahirisho la dakika 50, wakaenda wakatumia saa 4 nzima
Baadaye walivyorudi ndio wakatuambia kwamba wakatuletea hiyo notice. Walivyoibuka saa 8 na karibu saa 9 kasorobo ndipo walipokuja na hiyo notice kwamba wamekata rufaa mahakama ya wamepeleka na maombi ya mapitio mahakama ya rufaa. Sasa kesi hii imechukua, mwenyekiti ameweza kuonyesha wazi kabisa kwamba tokea tarehe 24 ya mwezi ule wa pili mwaka 2026 hadi leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni siku 139 ambazo yeye amekaa ndani. Kesi haijasikilizwa na amesema kwamba ilikuwa ni mbinu mojawapo ya kuweza kuipaki kesi, kwamba kuichelewesha tu wakati yeye anaendelea kuumia. Sasa alikuwa amewasilisha zuio haya pingamizi dhidi ya maombi ya serikali, akisema kwamba haya ni miongoni mwa aina ya mashauri au aina ya maombi ambayo hayaruhusiwi na sheria, kwa sababu mahakama inapotoa uamuzi mdogo kuhusiana na hoja yoyote mahakamani, basi wadau waruhusiwi kukata rufaa au kupeleka maombi ya mapitio, labda tu pale ule uamuzi unapokuwa umetolewa uwe na ile hadhi ya kumaliza kabisa lile shauri au kuamua kwamba nani kashinda nani kashindwa, na kwa maana hiyo kuna hukumu au kuna uamuzi ambao unaamua moja kwa moja haki za wadau. Kilichotokea siku ile ilikuwa ni kwamba tu kipande cha ile notice ilikuwa imekataliwa na kesi itakiwa iendelee. Kwa hiyo akawa ameweka pingamizi, upande wa serikali wanasema wao walikuwa sahihi, wao walikuwa wanapinga kwamba mahakama ilianza kujadili ule ushahidi na kwamba hawakusikilizwa kutokana na kujadili ushahidi. Mwenyekiti Tundu Lissu ameweza kuonyesha kwamba amepitisha katika rekodi ile akionyesha kwamba jinsi ambavyo mahakama ilitoa nafasi kwa pande zote mbili kusikilizwa, na kwa maana hiyo basi hilo dai la kusema kwamba kusikilizwa sio sahihi, na akaomba vile vile kwamba kutokana kwamba amekaa ndani kwa hiyo siku 139 basi mahakama itumie madaraka yake au mamlaka yake chini ya kifungu cha 367 cha sheria ya makosa ya jinai kuweza kumpatia fidia. Na akasema kwamba yale yote ambayo yamefanywa na mkurugenzi wa mashtaka wa taifa mashtaka yanakiuka ibara ya 59 ibara ndogo ibara 59 b kubwa fungu kile kidogo cha 4 ambacho kinamtaka muendesha mkurugenzi wa mashtaka kuhakikisha kwamba anatenda haki, kesi zinakwenda haraka na atumii mfumo wa jinai kuweza kufanya nini, kumuumiza mtu au kutotenda haki. Hasa baada ya kusikilizwa pande zote hizo mbili, mahakama imesema kwamba itatoa uamuzi wake. Inataka nafasi kwanza kuweza kuamua, je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi? Kama ni sahihi itaishia tu hapo, lakini ikiona kama pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kufanya nini, kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa. Kwa hiyo ndicho ambacho kimejina. Baada hapo akasema mahakama ikasema baada ya kuandika uamuzi basi notice au taarifa itatolewa kutujulisha kwamba uamuzi huo utakuwa tayari kwa kuweza. Okay, karibu mtazamaji na tuelimishane kwa yale ambayo yanajiri kwenye ulingo huu wa siasa. So guys, mimi nauliza tu ya kwamba kama huu uchaguzi mdogo tu wa eneo bunge la Olekalao wampea William Ruto wasiwasi hivi, je, uchaguzi mkubwa ambao unakadiriwa kufanyika mwaka ujao mwezi wa 8 utakuwa vipi, ama utampa wasiwasi kwa kiwango kipi? Kwa sababu yale ambayo anapitia, kwa hakika anapitia under pressure, kwa sababu yale ambayo anayafanya ni vitu tofauti zaidi na ni vitu ambavyo havihitajiki kufanyika. Leo ni uchaguzi ambao unafanyika pale Olekalao kwa eneo bunge la huko kutafuta member of parliament, na pale leo mida saa 3 hivi kuna kikundi cha watu kimekuja na kikiwa kinasema kwamba kimesanya watu, then wanawalipa shilingi 1000 kila moja ili kwenda kupiga kura kwa mrengo wa UDA. But sasa cha kushangaza ni kwamba watu wamefukuzwa, watu wamekataliwa, watu wameweza kupingwa kusema ya kwamba hatuhitaji pesa zenu, hatuhitaji hongo, we don't need your bribery, but what we need to vote in good way, and we need to select or to choose our own leader. Guys, this is the small election that it is going on in Olekalao, buying election to find member of parliament. But according to my observation, it seems like William Ruto ametumia takriban 10 billion kwa uchaguzi mdogo ambao umeweza kufanyika. Na je, swali ni kwamba kama huo uchaguzi mdogo William Ruto ametumia kiwango kikubwa cha pesa namna hiyo,
je, uchaguzi ambao unakuja ni pesa zipi ambazo zitatumiwa ama ni nini hasa kitaweza kutumika, kwa sababu utaona ya kwamba William Ruto amejua ya kwamba ameweza kukataliwa kwa ground. And yes, kuna kitu kinaweza fanyika, useme ya kwamba William Ruto atapita ama UDA itaweza kupita pale. But tuangalie mauchaguzi ambazo zimefanyika. Kuna uchaguzi ulifanyika pale Mbere, na kuna uchaguzi mwingine ulifanyika pale Western pia. Na hizo uchaguzi ambazo zilifanyika, je, zilifanyika uchaguzi wa uhuru na haki? IBC ilicheza role yake vyema ama kulikuwa na mchezo wa paka na panya? Kwa sababu baada ya uchaguzi hapo ndipo utajua kwamba something wrong iliweza kuhappen. But sasa kile ambacho kinasemekana ni kwamba licha ya hao kufanya yale ambayo wanahitaji kufanya, kule Ole Kalao kumekuwa kugumu kwa sababu pesa walikuja nazo lakini hawakukuwa na uwezo wa kuzigawa kwa watu, kwa sababu watu wamezikataa na kusema ya kwamba mwanzo ama wakati wa kupewa hongo uliisha, wakati wa kulipwa ili tuchague mtu uliisha, na sasa ni kuchagua mtu kulingana na kazi, kulingana na sera zake. Na vyama ni viwili tu pale, chama ni UDA na DCP ambacho kinaongozwa na William Ruto ambacho ni UDA, na chama kingine kinaongozwa na Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu rais ambaye anaongoza chama cha DCP. Na hivyo vyama viwili ndivyo watu wameweza kusimama na ndivyo vyama ambavyo vina umaarufu sana kule Ole Kalao. Ole Kalao kwa hakika ukiangalia vitu ambavyo vimeweza kufanyika pale kwa siku ambazo zimepita ni kwamba watu wamefanya vitu kuwa like wamepewa vitu vya dhamana, wamepewa mattresses, wamepewa gases, wamepewa pesa, wamepewa nini kwa huo uchaguzi mdogo tu. So swali wanajiuliza, kama huo uchaguzi mdogo unaweza pelekea watu wakatumia rasilimali nyingi zaidi hivyo, je, uchaguzi mkubwa ambao unatarajiwa kufanyika mwaka 2027 utakuwa uchaguzi wa aina gani? Kwa sababu huu ni mtazamo tu, ama I can say that this is the trailer and original movie is coming the year 2027 August. Hapo ndipo tutakuwa na filamu yetu original, kwa sababu ni siasa ambazo zitakuwa zimenoga na ni uchaguzi mkuu ambao utaweza kufanyika. So guys, hivyo ndivyo mambo yalivyo pale Ole Kalao. Yetu ni kusubiri tu tuone ni nani hasa ataweza kutangazwa mshindi, ama ni farasi ipi itaweza kupita baina ya farasi hizi mbili. Hawa farasi ni nani na nani? Rigathi na William Ruto. Waangalia video, zidi kunifuatilia kila mara, zidi kuwa nami ili upate mengi yanayojiri kwenye maeneo tofauti barani Afrika. Shukran kwa kunitazama, kuwa nami na kuvumilia kwenye udhaifu wangu.